Kupe kisa cha kijana moja anaitwa Tuntufye. Sema Tuntufye. Mimi nadhani tuende namna ndio tutaelewana. Watoto walikaa namna hii kama hivi tulivyokaa. Unajua wakati mwingine watoto wanavyokaa namna hii wanatuzungumza kwa tofauti. Wakasema tupige kura. Kati ya sisi watoto nani mama yake mrembo hapa kijijini? Wakapiga kura. Kijana mmoja anayeitwa Isaac akatajwa kuwa mama yake ni mrembo kuliko wanawake wote kijijini. Isaac akainuka kifua mbele katikati ya watoto wenzake akitembea kuona mama yake ni mrembo kuliko watu kijijini. Aha, nazungumzia mapenzi ya dhati na mahaba, nazungumzia uzalendo. Kumbe hata kama mtu hayupo akizungumzwa kwa mema, wengine wanakuwa na furaha. Tunaona yule mtoto katikati ya watoto wengine kwamba amezungumzwa vizuri mama yake, yeye akainuka kuona furaha. Lakini wakasema palipo na mrembo lazima yupo mwenye sura mbaya hapa kijijini. Tupige kura tena. Walipopiga kura tena, mama yake Tuntufye ikamwangukia kuwa yeye ana sura mbaya kuliko wanawake wote vijijini. Tuntufye moyo wake ulisinya, akanungunika, akahuzunika. Aha, kumbe kuna uzalendo kati ya mama na mtoto. Mama akiguswa kwa ubaya mtoto anasikia maumivu. Nazungumzia upendo kama tamasha letu lilivyo. Tuntufye akawa anaondoka sasa, anakwenda nyumbani hivi, anakaribia kwao, anamkuta mama yake yuko mlangoni anasubiri kumlaki. Kwa nini mwanangu unalia? Lakini alipofika akainua kauso kake kuchungulia kuthibitisha yaliyoongelewa kule, akaona kweli mama yake ana sura mbaya, akalia tena hii. Mama akamwambia Tuntufye, sikiliza bwanangu, njoo mwanangu, kwa upendo. Akamkumbatia, akamwambia, sikiliza mwanangu, wakati ukiwa mdogo tuliishi kwenye nyumba ya majani. Moto ulishika ile nyumba, wewe ukiwa umelala ndani una miezi miwili. Mimi mama yako kwa upendo wa dhati, kwa mahaba, nikaingia ndani kukutoa. Wakati natoa kana wewe nje, moto ukaniangushia katika sura yangu, ukaharibu uso yangu. Tuntufye alivyojua sababu ya kuharibika kwa sura ya mama yake, alitabasamu, hakuhuzunika tena. Nazungumzia leo hii, tungejua Tanzania ilikotutoa, Tanzania ilivyojengwa kwa jitihada kubwa, tungeipenda Tanzania na kuitunza. Tungetunza amani ya Tanzania. Tungesemezana sisi kwa sisi kuendeleza amani ambayo ipo. Ndio maana nimezungumzia msingi wa kushirikiana katika swala zima la kujenga amani ya Tanzania. Tanzania inapokuwa na amani, hata sisi wana usalama tunafanya kazi vizuri. Wakati mwingine tunaingia kwa magumu kwa sababu ya viapo vyetu. Tuliapa kuhakikisha Tanzania usalama wa raia na mali zao. Sasa katika kutekeleza hayo, wakati mwingine tunakutana na changamoto ngumu, lakini ni kwa ajili ya mapenzi ya kuipigania Tanzania kuingia kwenye amani. Kwa hiyo nikimalizia, nikimwachia mwenzangu mjumbe wa amani, nataka kusema kila mmoja aliyokuja hapa kwa semina hii ya upendo awe na dhamana ya kumwambia mwingine, tusichafue amani ya Tanzania. Tusiache vurugu zikaendelea katika Tanzania. Leo hii kumbuka, watu wako hospitali, hawana uwezo wa kuinuka, wengine wanatembelea wheelchair. Wako watoto wamelazwa, wako walemavu. Vipi amani inapovurugika, wanakuwa wapi kundi hili? Ni jukumu letu mimi na wewe kuhakikisha amani ya Tanzania inaendelea kuwepo na tunaendelea kuidumisha na kuienzi amani ya Tanzania. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu ni msingi wa mafanikio yetu. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu.